Kwa nini walokole wengi huwa ni masikini? Napozungumzia umasikini, msianza kunipa maandiko, aheri wale masikini wa roho maana hao. No, nazungumzia umasikini, hawana fedha. They don't have money. Sababu ya kwanza, huwa walokole wanafikiriaga kuwa maombi ndo kila kitu. Yaani maombi yanaweza kaleta fedha. Wakishaomba wanatuliaga, wanalala. Lakini wameambiwa kabisa kwamba ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Wanaishia tu kwenye kuomba. Umeomba sawa, kinachofuata tafuta, find. Tafuta, amka. Nenda kajaza ripoti mbalimbali. Nenda kasaini mikataba. Tembeza vitu. Anza kuuliza watu, tafuta ideas. Tunasema tafuteni. Haya, bisha sasa. Umetafuta umekosa. Bisha, umeshakubisha. Kubisha ni kuforce. Kuforce. Kuna vitu haviwezi kutokea mpaka umeforce, umelazimisha. Sababu ya pili kubwa kwa nini mlokole ni masikini ni kujihesabia haki na kujiona yeye ni bora kuliko wengine. Sisi tunaye Mungu wa kweli. Hawa wanaabudu masanamu. Mtu ambaye ni mbinafsi anakosa nguvu ya kupewa. Anakosa mpenyo wa kupewa. Unampaje mtu mbinafsi? Kwa sababu ili nikupe, natarajia kuona kwamba hicho ninachokupa kinaenda. Na Mwenyezi Mungu anapombariki mtu, anatarajia vitu vitatu vitokee kwa huyo mtu ambaye anampa kitu. Kitu cha kwanza, anatarajia kuona yeye mwenyewe anayepewa anufaika. Kitu cha pili, anatarajia kuona hicho kitu kinanufaisha na wengine. Cha tatu, anatarajia kuona kuna vitu vya kwake vinajengeka kutokea kwenye kila alichokupa. Unaweza kuwa una akili ya kiungu sana, unaweza kuwa unajua baadhi ya vitu katika ulimwengu wa roho, lakini ukawa umefungwa na kitu kinaitwa ubinafsi, kujiona bora kuliko mwingine. Mimi ni bora kuliko mwingine, Mungu wangu ni bora kuliko wao, wanaomba kwa namna fulani, sisi tunaomba hivi. Sababu nyingine, nadhani ya tatu, ambayo inawafanya walokole wengi kuwa masikini ni kwamba kila kitu kinachokuja mbele yao wanakitafsiri kiroho. Kila kitu wanakitafsiri kiroho, wakati kuna vitu ambavyo unatakiwa uchakate katika mfumo wa kiakili tu ya kawaida kabisa. Akili ya kawaida kabisa, akili ya kuzaliwa. Ndio maana Paulo alivyoona wale jamaa ni watu fani wa kuzama sana rohoni, aliwaambiaje? Itumieni akili sana kama ipasavyo. Zitumieni hizo akili. Mwenyezi Mungu kaziweka hizo akili ili kurahisisha baadhi ya vitu viende sawa sawa. Mlokole leo kaa naye mezani, mpe deal la milioni 100, atakwambia ngoja nirudi nyumbani nikamuulize Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu labda ndo kakupa hiyo deal, utajuaje? Unaenda kumuuliza? Kila kitu wanapenda kuki-interpret in a spiritual angle. Sasa huko wanakokwenda kufanya interpretation, kuna mawazo pia ya adui yanaweza akaja akawavurugia mfumo na wakakosa kupata fursa mbalimbali. Kwa hiyo lazima uwe makini sana, na ndio maana huwa wengi wao ni maskini. Kuna mtu mmoja aliwaambia watu fulani hivi sehemu, anawaambia msivae mavazi hayo bwana, hayo ni mavazi ya kidunia. Sasa yeye mwenyewe anaishi duniani, anawaambia watu wasivae mavazi ya kidunia. Sasa unajiuliza, wewe anaishi mbinguni au anaishi duniani? Unaona, kwa kila kitu anaki-interpret katika engo ya kiroho. Sasa hizo zinasumbua sana, zinawafanya watu wasipige hatua, wasipate fursa. Na ndio maana ukichunguza, tafuta hata matangazo mengi, zile brand ambassadors wengi sio walokole, kwa sababu mlokole ni msumbufu. Kuna vitu Mwenyezi Mungu anaviruhusu vitokee ili kukutengeneza wewe access ya kwenda mbele. Sasa hiyo kuuliza, so kila utakachouliza Mungu atakujibu, kwa sababu ameshakupa tayari. Sikiliza, wewe ni shahidi. Yesu alipokuwa anataka kwenda sasa pale msalabani kwenda kusulubiwa, sio? Alipoona sasa mateso, alizoom mateso yake, akaona hii kitu hii, akapata maumivu ya ndani. Akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Alijibiwa? Hakujibiwa. Ni maombi pekee ya Kristo Yesu ambayo hayakujibiwa kabisa. Hakuweza. Sasa tumeshapanga agenda kwamba unakwenda kuukomboa ulimwengu, unakwenda kufanyika sadaka kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Alafu sasa unaanza kuuliza kikombe hiki kiniepuke, yamkini vipi? Mzee akakaa kimya, akasema hapana. Yes, you have to go. Kwa hiyo kuna vitu utakiwa kuuliza, unatakiwa kufanya kwa sababu umeshapewa tayari. Kitu kingine ambacho kinawafanya walokole wengi kuwa masikini ni mafundisho hafifu yanayofundishwa huko kwenye sehemu za ibada. Mafundisho ambayo hayawafanyi watu kukua, mafundisho ambayo hayawatengenezei watu connection, mafundisho ambayo hayawafanyi washirika au wale waumini kuwa na exposure. Sisi umeelewa? Ni mafundisho ambayo yanawafanya watu kuwa duni na kuwa tegemezi.
Nilishakupa huu ushuhuda kwamba kuna yule mwinjilisti wa Marekani ambaye alisema, Mwenyezi Mungu, mimi ukiniinua, ukinifanya niwe tajiri, nitawatajirisha na wengine, nitawafanya watu wengine wanenye kuwa matajiri. Na leo hii tunapozungumza, washirika wengi wa kwake pale ni mabilionea, ni mamilionea. Simeelewa kwa nini? Kwa sababu mfumo wa kimafundisho unaweza kumfanya mtu awe chini au awe juu. Kwa akili za kawaida, tutokea tumeingia kanisani mpaka naondoka kanisani nahubiriwa dhambi tu, nahubiriwa moto wa jehanamu, nitakuwa tajiri kweli mimi? Siwezi kuwa tajiri, kwa sababu unanijengea fear. Badala ya kuniuzia ujasiri, unaniuzia hofu. Lakini kitu kingine ambacho kinawafanya walokole kuwa maskini ni kushindwa kujiassociate na wale waliofanikiwa. Yaani wanajionaga kwamba wao ndo kila kitu. Hawavuki mipaka, yani hawaendi nje ya kuta za kanisa. Wanaamini kwamba tu tukikaa tu hivi tukasaidiana wenyewe kwa wenyewe. No. Lazima uvuke border, lazima upenetrate, lazima uvuke beyond churches, lazima ujifunze namna gani ya kujua hata huko nje wanajifunza nini. Lazima uhudhuria mikutano ya wajasiriamali, lazima ujifunze mambo ya business, jifunze kujiassociate na watu mbalimbali ambao wamefanikiwa, kwa sababu waliofanikiwa watakushika mikono, watakufundisha baadhi ya mbinu za maisha. Usijibane tu hapo kanisani. Umeona? Lazima uende mbali zaidi. Exposure ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha kama unataka kukua kiuchumi. If you don't have exposure, it's very hard to make money. Kama huna exposure, ni ngumu sana kuwa na fedha. Sasa wewe kaa tu hapo kanisani kwako, asubuhi, mchana, usiku, January to December, Monday to Sunday, hivyo utakuja kunikumbuka.